Todwarakeri marutaga watoho we mwaki wa nyumba takoya jakireto todusha kweyakira noire momoka we murakeri ragira koro yakwa todwarakeri marutaga watoho we mwaki wa nyumba takoya jakireto todusha kweyakira noire momoka we murakeri before the Lord, to tell the Lord thank you for the life that He has given you, for the chance that He has given you today. It is not by your power, but it is because of the love of God that you are here today. It is not by your mercies or anything, but it is because of the love of God. Si kwa uwezo wako uliamka siku ya leo, si kwa upendo wako uliamka usiku ya leo, lakini ni upendo wa Bwana. So go before the Lord as a youth. You have a chance in this life. Your life is beginning. You haven't just started this life. I want you to go before the Lord. Dedicate yourself to the Lord. Tell God, thank you for the life. Thank you for the good health. Thank you for the parents that He has given unto you. The guardian, everyone that He has given unto you. Tell God, thank you. Tell God, thank you. Tell God, thank you for bringing you here today. The journey that you undertook. We give you glory. From the place that we worship you. Up here. We give you. We honor you as Lord. Siku nguvu zetu wala kwa uwezo wako. Imekugharimu ya Mungu wetu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. We give you glory. Tuinue mikono yetu juu kwa pamoja kanisa. Nataka tumshangilie Mungu wetu kwa sababu ya wema na fadhili zake. Kwa pamoja nataka tumpe ibada ya shangwe na shangwe na nderemo. Tumshangilie Mungu wetu kwa pamoja. Mwambie asante, asante Mungu wetu. Mshangilie Mungu wetu vizuri. Fungua kinywa chako. Mwambie asante Mungu, asante Mungu. Mwambie wewe ni wa milele, mwambie wewe ni wa ajabu. Mwambie wewe ni Mungu muweza wa yote. Katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na zote tuseme, na zote tuseme, na zote tuseme amen, amen. Thank you so much. To appreciate kwa makofi mazuri. To appreciate kwa makofi mazuri. Thank you so much. Si Mungu wa amani awabariki na watende mambo mazuri. Wacha tuchukue viti vyetu tuketi, ili kwa sababu naona mgeni wetu tayari amefika na hatutaki kuchukua muda mwingi kwa sababu yuko tayari ndani ili atuelekeze from there, na ninajua tutabarikiwa na Mungu na atatutenda yaliyo mazuri na yaliyo ya baraka. Jina la Bwana litukuzwe. Kwa mara ya mwisho, ni nani anaitwa Michelle Muthoni? Ninulie mkono ambao unaitwa Michelle Muthoni. Haya, utanipata ambao unaitwa hivyo, uje unitafute. Wacha tushikanishe mikono yetu tunapomkaribisha mchungaji wa Inaina. Kwa pamoja tushikanishe mikono yetu tunapomkaribisha. Tushikanishe mikono yetu, tupige makofi mazuri. Thank you. Karibu sana. Amen. Bwana asifiwe. Wana youth,
Amen. Mimi ninaitwa Kasisi Wainaina. Ninaitwa kasisi, maana yake ni nini? Ni pastor. Na ninahudumu katika hii kanisa ya Theophilus Church Jathaini. Kwa hivyo usishidwe nimetokezea na wapi. Amen. Na nimefurahi kumuona, nilikuwa natazama kwa runinga, ninafurahi kuona watoto wengi katika hii madhabahu, na nikashukuru sana kwa sababu mmekuwa watulivu, mmekuwa watiifu. Kwa hivyo nimeshukuru sana, na ninajua mumelishwa mukashiba chakula ya kimwili na chakula ya kiroho, na pia mmepata wasia, advice ya kutosha. Kwa hivyo kwangu mimi ni kuongeza tu kidogo, halafu nikimaliza niketi. Na ningeomba munafikiri niko na miaka kama ngapi? 100? Amen. Hizo zote majibu ni mzuri, lakini nawaombea Mungu mufikishe miaka yangu na zaidi. Amen. Na wenye wamehudhuria hii seminar watafikisha hiyo miaka na zaidi. Kwa hivyo Mungu awabariki sana, tukiendelea na kujifunza. Ngai mwene hinya wothe, Kristo wa Ngai na roho waku mutheru, ndatia ritwa rĩaku na rĩa mbararia nĩ tondũ wa hinya na ũhoti. Nĩ tũrĩ na ciana thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ ũcirehete kuma kona inya ciumaga huho, na nĩgetha igaciũke irutwo ũhoro wa mũtũrĩre ona ũhoro wa kiugo gĩaku. Nĩ irĩ na matũ ma kũigua, nĩ irĩ na matũ maitho ma kuona, ona no irĩ na hakiri Jehova mwene hinya wothe cia kũnyita maũndũ. Ndagwĩta wĩ mũciĩ wa matu-inĩ wĩtĩkĩre kũnyita meciria ma ciana ici mĩgwate, na nĩgetha ituĩke cia kũnyita ũrĩa ikũrutwo, ũndũ ũcio mateithie rĩu ona gũthiĩ na mbere. Na thĩinĩ wa Kristo Jesu ndahoya na ndacokia ngatho. Kwanza nitaanza na kitabu cha Exodus. Exodus ni 20. Tusome tu pole. Exodus 20. Na laini ya 12 inasema kwa Kikuyu, tia thoguo na nyukwa niguo matuko maku maingihe ma gutura bururi uria uhetwo ni Jehova Ngai waku. Kutii wazazi ni kitu cha maana sana, na ninaamini kila mtu mwenye ako hapa, mtoto mwenye ako hapa amepewa ruhusa na mzazi. Kwa hivyo na Mungu awabariki kwa sababu ya kutii kwenu. Amen. Na kutii wazazi ni iko na ahadi. Ukitii mzazi, siku zako zitafanya nini? Zitaongezewa. Mimi mwenyewe nilitii mzazi, ndio siku zangu zikaongezewa, na ndio niko hapa na nitaishi mpaka watu washangae. Amen. Kwa hivyo tutii wazazi. Nitapeana mfano moja. Nikiwa na miaka 12 nikawa na baba yangu mdogo, alikuwa ni mwalimu. Na huyo mwalimu akanipeleka mahali, sitaki kusema mbele ya runinga kwa sababu huenda ikawa wenye wanasikiliza ni wahusika. Na vile alinipeleka hapo mahali,
nikakuta kijana mwenye anasafu chai, anatusafu chai, akija karibu na sisi kutupea chai, anabweka kama umbwa. Hebu bweka kama umbwa. Amen. Anasema hu. Anasema nini? Hu. Na mimi nikauliza baba yangu mdogo, na je, huyu kijana akifika hapa anabweka kama umbwa? Na baba yangu mdogo akasema, huyu mtoto akiwa mdogo alikuwa anatukana mama yake nini? Mbwa. Na mama yake vile alikuwa anafariki, anasema na utakuwa ukibweka kama nini? Kwa hivyo kutii wazazi ni kitu cha maana sana, kwa sababu hatutaki wazazi wetu wawe na roho za uchungu. Saa zile wanaenda kupumzika, wapumzike na uchungu na watoe maneno yenye itaadhiri maisha yetu kama watoto. Amen. Kwa hivyo ni vizuri tukae vizuri na tukae kama tunajijua zaidi, tusikashirishe watoto nao watoto wasitukasirishe. Amen. Na kuna maajabu imeandikwa katika vitabu, maajabu ya ulimwengu ama maajabu ya dunia. Sijui mnaweza kuwa mmejua maajabu ya dunia ni gani? Wenye wana Google. Itakuwa ngumu kidogo muende muangalie maajabu ya ulimwengu ni nini. 7 of them. Na utastukia kuna wanyama tunaita kongoni. Tunaita nini hao wanyama wanakaa? Wild beast. Wanazalia wanakaa Kenya lakini wanaenda mpaka Tanzania. Every May, month of May. Wanakaa Kenya na tena wanaenda Tanzania, na wakienda huko wanaenda kujifungulia huko. Ni kama huko ndio kuna maternity. Amen. Hiyo ni maajabu ya ulimwengu. Na kuna maajabu ingine 7 sitaki kutaja juu ya wakati. Kuna ukuta imejengwa China, ukuta kubwa sana, watu wanaendanga kuangalia, kujionea. Na hiyo ni maajabu ya dunia. Amen. Tunaenda pole tuone maajabu ya dunia. Nataka kuona wasichana wa miaka 10 wakuja hapo wanisalimie. Amen. Wasichana wa 10, na usipitishe kama uko na miaka 10 ukuje unisalimie ndio tuingie kwa mafunzo yetu. Harakisha. Ama hakuna wako? Na mbona hataki kuja kunisalimia? Niwagaie baraka. Amen. Ubarikiwa sana. Kaa pale, simama pale. Very good. Very good. Karibu sana. Karibu sana. Hakuna wengine? Ni wengi. Hao wako na miaka ngapi? 10. Na Mungu awabariki kwa sababu ya kutii. Na wenye hawajatii pia Mungu awabariki. Kaeni chini sasa. Mumemulikwa na kamera na mumeonekana mko na miaka 10. Amen. Na ni vizuri kuwa na kicheko na kufurahi. Kwa nyumba ya Mungu hakuna kulialia. Tuko na furaha zote. Na wacha tusome kitabu cha Ecclesiastes. Mhubiri. Ecclesiastes. Mimi ni Wanyeri, kwa hivyo kutamuka hiyo kitabu ni gumu kiasi. Koherethu. Bado tuko kwa mafunzo halafu nitamwambia hiyo jambo ingine.
Bwana wasifiwe. Kidogo hapa kuna mchanganyiko lakini hiyo inakubalika. Tusome Methali 31 halafu ndio tuingie kwa Ecclesiastes. 31 inasema nini? Maya nimo mohoro ma muthamaki wetagwo Lemueli na urathi arathiirwo ni nyina. Maana yake huyu mama mtoto wake alikuwa ni mfalme, kama vile tuko na wafalme wengi sana hapa, kama vile tuko na wahubiri wengi, kama vile tuko na walimu wengi, kama vile tuko na. Kwa hivyo huu ni wasia huyu mama alikuwa anatabiria huyu mfalme anaitwa Lemueli. Na ningetaka usikilize vizuri ndio usikie ule wasia mwenye huyu mfalme alikuwa anapewa na mama yake. Huenda ikawa hii wasia ni yako siku ya leo. Ngukwira atia muru wakwa, ngukwira atia mwana uyu wa nda yakwa, ngukwira atia owe mwana uyu ndetiaga ni undu waku. Mama yake anaambia huyu mfalme alikuwa anajidai kwa sababu yake. Saa zile huyu mama alikuwa mjamzito, alikuwa anasikia raha. Alikuwa labda alikuwa ni kijana yake ya kwanza. Kwa hivyo alikuwa anafurahi sana. Kama vile nikiwaona watoto, na mjue pia kuna watoto wangu hapa hata mimi nafurahi sana nikiwaona, nikisikia wako kwa hii kongamano. Atiriri ndukanatuike muhei ando aja hinya waku. Mama yake anamwambia, wewe kijana yangu mfalme, na wewe ni kijana, usipee nguvu zako kwa wanawake. Amen. Usipee nguvu zake kwa. Na hapo mshike vizuri, kwa sababu bado hatujaingia kwa funzo na tutaingia. Kwa hivyo kama wewe ni mfalme, kama wewe ni kasisi uko hapa, kama wewe ni nani uko hapa, ushike huo wasia. Usipee nguvu zako wanawake. Ndio namba 3 inasema namba 3b, menya ukanyarira mithire yaku hari acio maninaga athamaki. Inasema wenye wanamaliza wafalme, usipape nguvu yako kamwe. Na ni vizuri tukae tukijua hivyo, kwa sababu saa zingine kuna maneno hatuwezi tamuka mbele ya kamera katika hili kongamano. Tunajaribu kuchunga zile maneno tunatoa kwa vinywa yetu, lakini ukweli ni kwamba ni vizuri tuchunge vile tunatakiwa kukaa sisi kama wana wa Kristo. Na baina inasema nini? Athamakire mwelire, athamakire matiagiriro ni kunyuaga ndibei. Anamwambia mambo ya dibei, ama tuseme mambo ya pombe. Ni wangapi wameonja pombe siku moja? Mimi nimeonja. Kama sikuwa nimeokoka. Basi na wewe ni nani ameonja pombe? Pale wako. Na ni wengi. Lakini muokoke. Kitabu mtoke hapa muoko, msioje pombe tena. Kwa hivyo huyu mama anaambia mtoto yake na ni mfalme asioje pombe. Aneneri matiagiriro ni gutinda makiuragia njohi iriha. Ati kama wewe ni mfalme, kama wewe ni kasisi, kama wewe ni bishop, sio mtu wa kukaa akiuliza pombe iko wapi. Kuanzia leo kama ulikuwa unatindi, uache kukunywa pombe. Aneneri matiagiriro ni gutinda makiuragia njohi iriha. Matigatuike ati manyua
makariganirwo ni watho, kwa sababu mtu mlevi akikunywa hajuagi mtoto, hajuagi mtu mzima, hajuagi mvua, hajuagi jua. Kwa hivyo pombe ina affect brain na ina affect mafikirio, unatenda mambo yenye haistahili. 5 inasema nini? Mutigatuike ati manywa makariganirwo ni watho, magakiararamia ituĩro rĩa mũndũ, ona magakigaramania ituĩro rĩa mũndũ ona arĩ arĩa monete thĩna. 6 inasema nini? Ndio nimalizie hapo. Njohire heaga ũrĩa ũkirie gũthira. Yani anasema, Biblia inasema pombe ipewe mtu mwenye ako karibu kufa. Pombe ipewe mwenye amekaribia kufa. Ndibei heaga ũrĩa wĩna uchungu ngoro. Nayo ndibei upeange yule mtu ako na uchungu wa moyo. Na nimeona katika maeneo yangu na maeneo zingine pombe imekuwa shida na shida na shida zaidi. Kwa hivyo wewe kama umekuja kwa hili kongamano, jua ya kwamba ujue pombe inapewa wenye wako karibu kukufa. Na ni kweli wenye wanakunywa hiyo pombe wengi wao wamezikwa. Hata wenye wamebaki bado wanakaa ni kama wameisha. Kwa hivyo ukiwa kwa hii kongamano ujue mambo ya pombe tumeipiga karamu. Na katika kitabu cha Koherezu hiyo Ecclesiastes 12:13 kuna ile sababu ya mtu kuubwa na Mungu. Ni vizuri sana tujue jinsi kwa nini tuliumbwa. Kwa nini mimi na wewe tuliumbwa na Mungu? Tuliumbwa na Mungu ndio tuweze kumtukuza, ndio tuweze kumpea sifa, ndio tutaendesha magari makubwa, tutakuwa na manyumba kubwa na mabiashara. Lakini kusudi ya Mungu kuumba binadamu ni kwa sababu yake yeye mwenyewe, tuwe tukimtukuza. Kumbuka wana Israeli vile waliasi Mungu. Musa akaambiwa uguze hii mawe maji itoke, wana Israeli wakunywe. Naye Musa kwa makasiriko akagonga lile jiwe. Mungu hakutukuzwa kwa hilo jambo. Kwa hivyo mimi na wewe tunatakiwa tujue jinsi ya kuubwa ni tukuse Mungu. Kwa hivyo kama mienendo yako haifurahishi Mungu, jiulize na ujipange. Ujue jinsi ya kutukuza Mungu kuanzia leo. Amen. Na niliambiwa niongee kuhusu madawa. Madawa, kuna dawa za watu za kukunywa. Kuna dawa zingine watu wanakunywa wanalewa. Kama vile tumesoma hapo katika kitabu cha Dhimo, Methali. Very good. Kumbe mmesoma kuniliko. So nikaambiwa niongelee kuhusu madawa. Na ni topic gumu na ni topic pana, lakini nitaguza tu kidogo ndio tushike kidogo kulingana na vile Mungu atanipea uwezo yake. Na kuna hii kitu tunaita addiction ama mazoea. Unakuta ya kwamba mtu ameanza mambo ya madawa, ameanza mambo ya pombe na anashindwa na kuacha. Hiyo ni shida kubwa sana katika nchi ya Kenya na labda hata nchi zingine. Kwa hivyo kama mwana youth tungeomba sana watoto wetu wasiguze pombe ama hizo madawa ya kulevya. Kwa sababu katika kutumia hizo madawa unastukia ya kwamba wale watoto
wanaanguka kwa majaribu yenye hawawezi kujitoa. Na ni vizuri sana tusikie hii semina isikuwe tu bure, uwe umeshika kitu. Na kulingana na kazi yangu ile nimefanya miaka mingi, nimeona watoto wadogo, mtoto wa siku moja si ananyonya matiti, na mwanamke anakuweka na matiti mangapi? 3 2. Na katika ile hali ya kunyonyesha unakuta mtoto amepewa matiti ya right, akipituliwa kwa matiti ya left anakataa, na anakataa mpaka afikishe siku ya winning. Kama hamujasikia hiyo, msikie le, kwa sababu kuishi kwingi pia kusikia, si umesikia mengi. Lakini ile niko na ushuhuda, mama ananyosha mtoto kwa matiti moja, akipidua kwa hii ingine mtoto anakataa. Na katika filosofia ama theology ama nini, haijajulikana ni kwa nini mtoto anakataa, na ni wa siku moja. Kuna mambo mimi na wewe kama mwana youth tunatakiwa kukataa. Amen. Kama yule mtoto wa siku moja. Na hata ukimjaribu unampidua pande hii, anafunga mdomo. Hebu funga mdomo. Hataki kunyonya. Kuna mambo mimi na wewe tunatakiwa tujue jinsi ya kujiepusha nayo. Na ikiwa hivyo, tukiwa hivyo, mambo mingi itaendelea na itakuwa mzuri. Kuna watoto wengine wanaumanga wazazi wao matiti. Amen. Akipewa tu kidogo anauma, na mama anapiga duru, umeniuma. Anaangalia mtoto anakasirika, na yule mtoto anasikia. Na ni mtoto labda wa miezi 4, si wako na ile kenguru gumu. Anasikia, anasema unaniuma. Huyo mtoto amesikia. Na yule mtoto mwingine wa siku moja amejua hii matiti sitaki kunyonya. Na kama watoto wadogo hivi wanasikia, kwa nini mimi na wewe tusisikie vile tunaambiwa? Amen. Hii mnataka vituko, ninajua tu. Mumefugiwa hapa na wafugiwe zaidi mpaka kesho asubuhi. So tumeongea mambo ya drug abuse. Drugs ina affect ubongo ya mtu, ina affect behavior, vile tunafanya kazi, na saa ingine ina affect ability yetu ya kufanya kazi. Si mnajua mlevi vile anaendanga, vile mlevi anakaanga. Ukitumia hizi dawa mara mingi inafanya hivyo. Kwa hivyo ni vizuri tuelewe jinsi hizo madawa zinafanya. Na kati ya madawa hizo msiandike, kwa sababu mtaenda kugugu, halafu muulize inafanya kazi namna gani. Hizo dawa, moja ni morphine. Msiandike, hao watu wataenda kugugu na wanafanya nikatishe hapo. So causes ya watu kutumia madawa ni nini? Visababu ya watu kutumia madawa ni nini? Moja ni peer pressure. Unaona kama vile mko hapa, ni vile ulinzi imekuwa mkali sana pale. Kuna watu labda wangeingia na tembe, lakini sio nyinyi. Nyinyi mmeokoka. Na akiingia pale juu ni peer pressure, aingize hapa, aanze kuruti watoto
jinsi ya kutumia madawa. Hiyo peer pressure. Na ukipea kamoja kanataka kuambia mwingine, na umesikiaje? Umesikia aire? Umesikia nini? So peer pressure ndio inafanya hizi dawa, ni sababu moja ya kuenea kwa madawa ya kulevya. Physical and sexual abuse. Physical and sexual abuse. Katika nchi ya Kenya na nchi zingine, unastukia watoto wa miaka 10 they are capable of becoming pregnant. Wana uwezo wa kushika mimba. Mlikuwa mmejua hivyo? Na vile mliona watoto hapa, mlifikiri nini? So hizi dawa, watu wakianza kulewalewa, wataingia kwa tabia zingine zenye zitalete madhara kwa watoto kama hao. Na hata ingawa kuna vijana, kuna wazee wenye wanapenda kutumia hao watoto, ni vizuri sana watoto wetu tujiangalie. Tusiingie kwa mapenzi na mapema kama hatujasoma. Tusiingie kwa mapenzi kwa sababu ya pesa. Tusiingie kwa mapenzi kwa sababu ya tumbo. Tumesikia njaa, tumepata njaa. Hao ni wasichana. Kwa hivyo katika hii semina ni vizuri tuguze tu hayo mambo, kwa sababu kama mtoto wa siku moja anajua kuacha matiti moja anyonye ingine, kwa nini wewe usisikie? Tuache mapenzi ya mapema. At least tusome. Tufike kiwango ya kujiamulia sisi wenyewe. Ni muhimu sana. Saa zingine sababu ingine ni stress. Umekuwa na mawazo imekuzidi. Unasema, umeambia rafiki yako, juu unafikiria sana na ninaona sasa karibu uanguke, twende nikuonyeshe jinsi utamaliza stress. Unapewa hizo madawa. Kwa hivyo hata kama uko na stress, kuna makasisi, kuna mabishop, kuna wamama wa kanisa, jaribu kama uko na stress usitumie dawa. Halafu sisi kama wazazi tujaribu kuelezea watoto wetu ile madhara inaletwa na madawa. Halafu kuna ile tunaita environmental factors. Unastukia mahali unakaa, neighbor yako huwa anauza chang'aa. Na vile watu wanaingia huko, unatamani kwenda kuona ni nini inaendelea. Ukisikia ni mambo ya pombe, kwa sababu wewe ni lemweli na umepewa wosia usijaribu kuguza pombe ama dawa, tujaribu kusikiliza hayo mawaidha. Na ninarukaruka kwa sababu ingine mkianza mtaenda kugugu. Na mkigugu mtajaribu. Kwa hivyo methods ya kutumia madawa. Kuna madawa inatumiwa kupitia mdomo, oral, tunaita oral route. Na ni vizuri tujichunge sana kwenda kupewa chakula na kila mtu jiani. Hata kama huyo mtu anauza kioski hapo nje haumuamini, usijaribu kununua chakula hapo. Kwa sababu hizi madawa utastukia zingine zinapitia kwa mdomo. Kama ile gari nimekuja nayo, huyo driver alikuwa ana snuff tobacco. Tukifika kwa stage, anatoa nini, anaweka kwa mapua.
Mpaka nikajiuliza, ninaenda kufusa mambo ya dawa na huyu driver naye ndio anavuta hapa kwa mapua yake. Kwa hivyo kuna ile ya oro ya mdomo na kuna ingine ya smoke, hiyo unasikia kwa mapua. Halafu na hiyo ya kunusa hivi kama tumbako. Kuna zingine za shindano na kuna zingine watu wanajipaka. Kwa hivyo nyinyi kama wana youth, mujaribu kuwa very vigilant. Muwe waangalifu sana, kwa sababu ukiingia kwa hiyo mtego, kuna ile mambo ya addiction. Ukishaingia hapo kutoka itakuwa ni ngumu. Na ni vizuri tuambie na mapema ndio tuchichunge na mapema. Side effect ya hizi madawa. Utastuka kuona mwenye anatumia madawa, na msiende mkiambia watu hivyo. Unajua wanayuthi wako na mambo ingine. Saa ingine mtu ako na shida ya stroke. Unajua mtu akiwa na shida ya stroke haendi straight, anaenda akistaga. Kuna vijana wengine pia wako na shida ya mwili. Saa ingine alianguka na baiskeli akaumia kichwa. Kwa hivyo anaenda akistaga. Don't go naming people kwa sababu umejua ati useme wametumia madawa. Hapana. Lakini wanakuaga na hiyo behavior ya kwenda kona na kona. Halafu kuna kuwa na mood swings. Unakuta muachana na mtu saa hii hapa, na saa ingine amechukua kisu anataka kukudunga. Within a minute ametumia hiyo dawa, amekuwa na hiyo suicidal, anataka kukuua, anataka kuua wengine. Niyo tunaita mood swing. Anakuwa na makasiriko, anakasirika. So mtu akikasirika usiseme ati kila mtu amekunywa madawa. Halafu wengine wanakuwa na sleep changes. Akijaribu kwenda kulala anakosa usingizi, anasubuka sana, ama tunaita kwa Kiingereza insomnia. Kuna wengine wanakuwa na cognitive memory. Hawezi kumbuka ni saa ngapi, hawezi kumbuka mahali yako, hawezi kujua watu kwa sababu ya kutumia madawa. Na wengine wanakuwa na reduced appetite. Vile ulikuwa unakula chakula, unakuta ya kwamba ile chakula vile unakula sio vile ilikuwa unakula mbeleni. Na wengine wanakuwa na regular colds and flu. Mtu akiwa na homa usiseme ati anatumia madawa. Hizo tu ni dalili, kwa sababu utaweza kuwa na ndugu, unaweza kuwa na cousin, unaweza kuwa na mtu yeyote, na ni vizuri kuwajua na mapema, juu hatua ya kuwasaidia ichukuliwe mapema. Juu bado ni watoto wetu, juu bado ni wazazi wetu, juu bado ni maanti na maanko wetu. Kwa hivyo ni vizuri sana kujua hizo science na mapema, ndio tujue jinsi ya kuwasaidia. Niko karibu kumaliza. Na tunatakiwa kufanya nini sisi wenyewe kama wana youth? Tunatakiwa kujifunza hatari za kutumia madawa. Kama mimi ningetumia madawa singekuwa vile niko leo. Singekuja hapa kuwafunza, ningekuwa hukaa wa mashukura huko nje. Kwa hivyo tujaribu kufunza wengine hatari za kutumia madawa. Halafu wenye wanatumia madawa tusiwadharau. Wale watu tuwapee upendo. Tuwajaribu kuwaonyesha bado hata kama wametumia madawa, they are still part of us. Na ni vizuri sana mambo ya kupenda hao watu. Kwa sababu tusipowapenda ndio watakuwa watavutwa sana, watasikia wako na rejected na watarudi kwa hizo madawa na watumie, na pia ni hatari sana kwa familia zetu. Kumbuka huyo mtu anatumia madawa, akili zake zimekuwa distorted.
huyo mtu anaweza jiua, anaweza ua wengine. Kwa hivyo ni vizuri tuwaonyeshe upendo kama familia. Halafu tunakaa na maisha balanced. Halafu tuna resist peer pressure. Ukiona uko na marafiki wenye anakuambia tuende tukarare mahali fulani, tuende kuna disco, tuende kuna nini, hiyo peer pressure tujaribu kuachana nayo. Kwa sababu kama tunataka kuwa wazazi wazuri, watoto wazuri, madaktari wazuri, ni vizuri tuachane na hiyo peer pressure. Halafu kama umeandikiwa madawa, kwa sababu pia kuna madawa zingine za hospitali, na ndio unajua unataka nitaje, sitataja. Ukikunywa hiyo dawa pia inaanza kufanya ulewe. Kwa hivyo ukiandikiwa madawa, ukunywe tu ile imeandikwa na daktari. Usiende kununua madawa. Na pia kwa society kuna watu wamefunzwa jinsi ya kufunza watu mambo ya utumiaji wa madawa. Ni vizuri hao watu waunganishwe na hao wenye wanafundisha, ndio wajue jinsi ya kujikinga na jinsi ya kukaa bila kulewa. Kwa hivyo ni vizuri mimi na wewe tukae tukijua hii mambo si ya familia fulani, hii mambo si ya kabila fulani, hii mambo ya dawa inaweza kukuta wewe, inaweza kukuta mtoto wangu, na ni vizuri tukae sana kama tumejikinga, tusijipate kwa shida zaidi. Nimemwambia watoto wa miaka 10 they are capable of conceiving. Hiyo ni research imefanyika, na ni vizuri sana tuwachunge, ni vizuri sana na hao watoto wajichunge, kwa sababu hatutaki kupata shida hapo bereni. Imagine mtoto wa miaka 10 amepata mtoto. Unajua hata kunyonyesha peke yake tu huyo mtoto hawezi fikia matiti, ni mchanga sana, ni aibu. Kwa hivyo ni vizuri tuwe macho sana, tujaribu kusaidia watoto wetu, kwa sababu kuna hatari kubwa sana sana Kiambu na Nairobi. Kiambu na wapi? Nyinyi mmetoka wapi? Kuna shida kubwa sana. Watoto wachanga, ukienda clinic unakuta watoto zaidi ya 30 wako na mimba, hawana mabwana, na ni watoto wachanga sana. Hiyo imeonekana within one sub county. Na Kiambu tuko na kaunti gapi? Moja. Kaunti 12. Kiambu sub county 12. Pole, mmesoma kuniliko. Kwa hivyo kama ni sub county 12 na kila county sub county iko na watoto 20 wako na mimba chini ya hiyo miaka, si ni hatari kubwa? So tujaribu sana kujikinga na tujaribu kukaa kulingana na maandiko, kwa sababu hii maandiko ndio itatusaidia. Na nikimalizia, mili yetu ni hekalu ya Roho Mtakatifu. Kama vile nilitoka kwa nyumba, nilikuja kama nimeokoka. Nikiwa kwa gari, nimeokoka. Nikipewa chakula hapa, nimeokoka. Saa hizi nimesimama hapa, sikube mnaweza malizia hivi. Ni vizuri tusome 1 Corinthians 6:19 ndio nimalizie. Hatujazoea kuongea Kiswahili, kwa hivyo hata ukisikia iko broken uniwie radhi. Tena miaka yangu si bado ni mingi. 19. Kana hihi mutikomenya ate mere yanyu ne hekalu ya Roho Mutheru
uria wikaraga thiini wanyu, uria mweheirwo ni Ngai inyuĩ rĩ, mwene inyuĩ ti inyuĩ, ni undu ni kugurwo mwagurirwo mugikirutirwo kindu kigoro, tondu ucio rĩ, maundu ma mĩĩrĩ yanyu gocithagiai Ngai namo. Tumeambiwa mili yetu ni hekalu ya Roho Mtakatifu. Na ndio ninasema nilikuja kama nimeokoka. Nikifanya kazi bado nimeokoka. Nikilala nimeokoka. Kwa sababu najaribu kuzuilia hii mwili nisikasirishe Mungu. Kwa sababu mwili yangu ni hekalu ya Roho Mtakatifu. Na unastukia ya kwamba watoto wetu ama wazazi wetu hawaangalii mambo ya mwili. Tunakaa tu vile tunafikiria. Ni vibaya sana. Tujaribu kujua mili yetu ni hekalu ya Roho Mtakatifu. Tukifanya tattoo, tumekatakata mwili wa Roho Mtakatifu. Tukienda kulala nje, tukifanya mambo mambaya, tukitumia vibaya, tunaharibu nyumba ya Roho Mtakatifu. Kwa hivyo kama tunataka kufurahisha Mungu, kama tunataka kukaa kwa utakatifu, ni vizuri tuchunge mili yetu na mienendo yetu, na ninajua Mungu atawabariki. Na maisha yangu miaka zaidi ya 30 nimekaa nikitibu watu. Na nimekaa maternity. Kuna wakati nilikuwa nimeweka maternity kusaidia wamama kuwapata watoto, na hakuna mtoto anazaliwa na nguo. Amen. Labda wataanza na nyinyi. Simameni tuimbe, halafu nikae chini. Niekudogoria Mwathani, na nie ningukena muno, kuria guothe ndithiaga, ni Jesu rindogoragia, ni wandogoririe, ni undogoretie guoko gwaku nego gitwarana nawe ari mwendi magerio-ini nigithigikeno-ini
wagonjwa muambie wapone katika jina la Yesu Kristo. Wapone katika jina la Yesu. Thank you, tumu appreciate kwa dakika, kwa makofi mazuri kwa hayo ambayo ametufundisha. Tumu appreciate kwa makofi mazuri jamani. Thank you, thank you, thank you, thank you so much. Bila ya kupoteza muda, naona muda wetu umeyoma, kwa kiharaka. Naona muda wetu umeyoma, tuketi tu chini kidogo. Naona muda wetu umeyoma. Naona muda wetu umeyoma. Na ninajua tutabarikiwa na Mungu. Nataka tukuboro dakika kama 10 tu hivi. Only 10 minutes. Ndio mtu wa keyboard. Only 10 minutes. Tumeomba kwa Pastor Mwai only 10 minutes. Hiyo story ingekuwa imeisha haraka. Hiyo maneno ingekuwa imeisha haraka. Na ninajua utabarikiwa na Mungu wetu na atawatenda mambo mazuri. Kuliko twende break, wacha tupewe hizo dakika 10 tu. Thank you, thank you, thank you. Wanasimama kama wanataka kunichapa nini. Thank you so much. Asante. Nimeomba dakika 10, sasa naona zimebaki 9:30. Haya. Imebaki dakika. Wewe tunakuona sana Mson, tunakuania 18. Imebaki dakika 9. Nyina njunge kawe nako. Wanjunge ndoke. Davis, uchangamke walete hizo viti haraka. Zimebaki dakika 9:30. Ukiamshwa unaamuka haraka, usiulize kwa nini, utajua baadaye sababu ya kuamka. Haya. Mnajua mnakula muda wenyu. Wanjunge. Ngai ndo rarikia ko yari atundie kaninza. Ne mwangai wanie. Ino manza manzire no njeche manini akinye kanisa inde. Ni akuhingura kanisa ire kitwe kange utigetie nako. Soba. Ni kufuga tu ama kulikuwa na kitu kingine? Hiyo ni kufuga tu ama ni zaidi ya kufuga? Gaka Wanjungere na tondokerio munzakari tweke atiriri tuhike tondo manzati mega reki ngutegereria hari gutigitie ikera tugitengere na ndio radirikana umunde ni wera gitongozia intercessory kanitha. Hello baba.
Oi, Horo, nĩ mwega mũno Njung'e, kwerwo atĩa? utire na uru Wahũrĩra gĩtaa kĩũru na tũthiĩte kanitha-inĩ na njũkwa ũkwendaga atĩa mũciũ? Rĩu nĩ kĩrĩa Nĩkĩ Njung'e ndwarie na ihenya? nĩ tũrarĩtie nake Ũcio aranjĩra atĩrĩrĩ ũcio Njung'e ũrĩa rĩrĩ Njung'e mathati mega Njung'e. nĩ kĩrĩa baba Nĩtwathiĩ hwainĩ Njung'e. Nĩtwathiĩ hwainĩ reki twambe tũthiĩ kanitha Njung'e. hwainĩ baba Kana ũkwenda atĩa? reka tuonane Nĩ ũgũka mũciĩ? reka njoke tu Okay, nĩ ũgũgĩũka mũciĩ reki twambe tũthiĩ kanitha-inĩ Njung'e. sawa sawa Haya Njung'e. Rĩu waniĩ na ndiriga kũhũrĩrwo thimũ nĩ Njung'e rũcinĩ. Araiga atia? Njung'e ndĩraigua ta hena kaũndũ na ndiriga kũigua ahũrire thimũ rũcinĩ. Nĩ twakinya kanitha reki na nĩ ũgũtongoria intercessory mathaa macio makinya. Wa Njung'e reki nĩ tũgũtiga chairman kanitha nĩ ekũhinya kanitha reki tũinũke tondũ nĩ wandika nĩ ngwĩrĩte Njung'e nĩ tũgũcemania. Aca ndarĩ arahũrĩra thimũ no nĩ tũĩ nĩ egũka. Reki tũkĩhurũke tondũ warĩ. baba Ũyũ nĩkĩ ũtaranjoera thimũ aya ũrahũrĩra thimũ wĩngĩti-inĩ Njung'e? nĩ wanjigua nĩ ndaigua mũndũ wahingũra ngĩti ĩgitĩ nĩwe? no nyingĩre rĩu hingũra wĩingĩre. aya Njung'e nawe na ndĩkĩrĩ na mũgeni aya ndũrĩ karibuni Njung'e. ngwĩhoka nĩ mũthambirie nyũmba gĩrageni acio wa Njung'e. Morio. mami Nĩ woka? ndĩgũka We mwega. Ingirai. tũbuate mwathi Aya Njung'e baba ũyũ matukũ maingĩ maingĩ Njung'e. We nawe ndakũrĩhĩra gĩthomo ũthiĩ. Aya ikairĩtu ũrĩ mwega ikara hau ndĩ. Rĩu Njung'e ona ũtanamũgũikara thĩ ndakũrĩhĩra gĩthomo mĩaka ũyũ nĩ mwaka wa kana na ndwĩrĩga gũka. Rĩu wanjerera mũthenya wa kiumia na nĩ ũkĩũĩ twaumĩra kanitha nĩ twendaga kũgutũka handũ na njuthi. nĩ maũndũ kũikara ũru Kĩhurũke hau Njung'e no ũtanamba kũhurũka rĩ nĩ tũthiĩ tũgakĩrore ng'ombe tũtige nyũkwa wa Njung'e tũkĩmaharagĩrĩrie kanyamũ mangĩnyua nĩgetha twambe twathiĩ nake na reke tũkinye naho nĩ tũracoka thutha wa ndagĩka itarĩ kũraya. No sawa. Rĩu Njung'e kwerwo atĩa mũriũ? gũtirĩ na ũru baba Nĩkĩ gĩathiĩ na mbere? rĩu rĩ kwĩna kĩrĩa Nĩkĩ Njung'e? rĩrĩ Njung'e nĩ kĩrĩa kĩ Njung'e nĩ ũrĩa arekire atĩrĩrĩ ũcio Njung'e niĩ rĩ ndĩrakorirwo ngĩthiĩ ũguo o ũguo na bara Njung'e tũgĩcemania na Njung'e ndũgakorwo nĩ ũrĩa ndĩreciria njĩra Njung'e. aca baba Njung'e ndĩrona nginya ndĩna gĩcũhĩ Njung'e ngwenda gũkũria atĩrĩrĩ ndakũrĩhĩra gĩthomo gathomere nĩ ũndũ wa gũtuĩka ndungata ya Ngai. gĩthomo ti thĩna Njung'e gĩthomo ti thĩna tondũ ena rĩo baba ũnjũrage baba akua rĩo baba ũnjũrage ma Njung'e baba itu Njung'e baba tarũgama ũnjĩre wega Njung'e nĩkĩ kĩrathiĩ na mbere Njung'e? nginya kĩratũ nĩ kĩauma reke njĩkĩre kĩratũ baba Njung'e ũkaa Njung'e ũkaa Njung'e ũka ndĩkĩria rũgano rũu Njung'e nĩkĩ gĩathiĩ na mbere? arekire ũĩ ũcio kamahĩtia Njung'e nĩ ũkĩũĩ niĩ ma ndĩ ndungata ya Ngai nĩkĩ rĩu wenda kũnjonora rĩu? ti gũgũconora baba Nĩkĩ gĩathiĩ na mbere? nĩ rĩo ndũkanjĩre kairĩtu kau ndona nyũmba nĩ karitũ. ti kũritũha nĩ gũtanahĩrwo Njung'e nĩ mawĩko mawa baba Kairetu. Wĩtagwo atĩa? Ng'endo.
Kwanyu niko. Kũrĩa Kĩrĩnyaga. Rĩu kĩhe ũhoro. Rĩu rĩ, twacemanire na njung'e waku. Rĩu rĩ nyethaga mwanake mũhonoku wendete Ngai, tall, dark and handsome. Rĩu ngĩmuona Ati tall, dark and handsome nĩkĩ? mũraihu, mũirũ mũthaka, ta njung'e waku. Rĩu kwa bahati nzuri kana mbaya ndĩranyita ihu. Ataranyita kĩ? Ihu. Mwathani. Rĩu njung'e rĩ baba ato mwana kandikara haraihu nawe baba mwana mũciare ndateagwo ndũgathiĩ mũthio nĩ twambe tũcoke nyũmba ĩ ndũkũhũra ikobi rĩngĩ njung'e ngeithia tondũ warĩ ngeithia tu nĩ tũgũtigĩte rĩrĩ nyũkwa akĩharĩria kanyamũ mũngĩnyua ĩ na to mwana mũciare ndateagwo nĩma mau makinya mau wagera ti mega njung'e tondũ mĩtugo ĩrĩa tũkũrerete nyanyũkwa rĩ ti weyo njung'e tondũ maone no njuĩrĩ njung'e ũkiuma gũkũ njuĩrĩ ndĩarĩ ũguo na ndagũtũma ũthiĩ ũgathomere gũtuĩka ndungata ya Ngai tondũ ũndũ ũcio wĩ thĩinĩ waku ona bithi nĩ ndarĩire baba oi njung'e oi njũrage ndũgũkua baba nĩ twambe tũthiĩ nyũmba ĩ no nĩwanyite narĩo nĩ tũthiĩ nyũmba njung'e nĩ tũkwaria sawa njung'e ikara harĩa he wanjĩra Ithe wa njung'e. ũyũ Ngai rũgano ndĩna ruo waniĩ Tũkwanjĩrĩria kũ? rĩu ndũkaigua wĩna thĩna kĩrĩa tũgwĩka nĩ atĩrĩ na to mwana mũciare ndateagwo rĩu mwanake ũyũ reki tũrikana hena tuma tũthiĩ na athuri ithe wa Kĩmenjũ rĩ nĩ tuma tũthiĩ nake rĩu waniĩ rĩ harĩ na kanyamũ tũharĩrĩiria ũyũ ũndi gũkũ karibu thengio aya karĩ njung'e ũrĩa ũngĩ njung'e gũkinya ũyũ ai ũkire mani Ngai we thiĩ na kũu kaĩ wĩna mũgeni ndĩna mũndũ kwana atĩa mama nĩ kwega mũno Kĩmenjũ niĩ nyuma na haha mũriũngũ ine ndauga ndĩmũgerere nĩ weka wega ĩ ĩni na nĩwakĩona njung'e akĩrĩ haha ĩ aya na nĩ agĩtũcerera ĩ kaĩ na mũndũ njung'e we nĩwe ndĩrera Kĩmenjũ tondũ mĩaka nĩwona nĩ nzongire njung'e na ndwenda gwĩbanga no rĩu rĩ wĩbange niĩ nĩ ndĩrenda gũthiĩ gũkinyana haha Kamau ũrenda gũthiĩ ĩni weka ũguo ĩ na tondũ nĩ njũĩ nĩ ũhũraga mbica no rũciũ rĩ nĩ ngũkwĩra nĩ ngũgũbanga nĩgetha ũgoka ũtũhũre mbica nao nĩ tũkwaria aya nĩ handũ ndĩrateng'era aya mũgĩtigwo thayũ geithia thoguo gaka kauma gaku ĩ njung'e baba na tondũ ndĩrenda gũthiĩ rĩ wenda ndĩmũtige na nyũkwa thiĩ kũrĩa harĩa tũma tũthiĩ na mũthuri no reki tu nyambe ndĩmũrathime njung'e reki ndĩmũrathime na mũkaguo tondũ warĩ nyũkwa ndangĩmũrathima ndĩ muoyo nĩma no tondũ ndĩ muoyo rĩ nĩ wa njung'e kindathime ciana ici tondũ haikuwa serious. Amen. Mutie thayũ reki ndeng'ere nĩ tũkwanjia amen. Thank you baba. Okay, mwathani agocwo rĩngĩ no karĩciria keho gokire na tondũ in this seminar nĩ ndĩrona nĩ kũrĩ na vijana arĩa nĩ tũrĩkĩtie mashukuru. Okay, tumemaliza shule na kuna wengine na ambao wako kwenye makazi. Bwana Yesu asifiwe. Na lakini wengi wao ni watu na ambao wako kwa shule. So nikajaribu kuzungumza na wenzangu kama tunaweza tokea na kitu ambacho kitaguzia wale ambao tushamaliza shule. Bwana Yesu asifiwe. Tulikuwa tunajaribu kuangalia ndoa za kitambo na za siku hizi. Sawa sawa. Simbarikiwe sana. Thank you. Appreciate kwa makofi mazuri jamani. To appreciate kwa makofi mazuri. To appreciate kwa makofi mazuri. Thank you.
Najua walimu wetu kuna kile wamesoma, sitachukua muda zaidi ya hapo. Sitachukua muda zaidi ya hapo. Nataka tuingie kwenye groups zetu, na ninajua tutabarikiwa na Mungu wetu. Tutaenda kama vile tulienda jana. Sijui kwa nini nimepunguziwa hiyo mic na sauti ziko chini. Thank you. Tutaenda kama vile tulikuwa tumeenda kwenye groups zetu siku ya jana. Thank you. Wale wa kuanzia miaka 10 mpaka 15, mahali tulikuwa ni hapa jana. Si ndio tulikuwa hapa? 10 to 15. Si tulikuwa hapa? Oh, tulikuwa kwa kona. Thank you. Tulikuwa darasa pale kwa kona. Tutaenda hapo, na ninajua mwalimu wenyu tayari yuko hapo. Wa Karen najua tayari yuko hapo. Najua wale wa 15 to 20 years tulikuwa hapa. Na ninajua pia leo mwepoa mwalimu anaitwa Benedita atakuwa hapo. Na ninajua wale wengine wa 20 and above, 18 and above tunaenda pale nje. Tayari tuna mwalimu wako pale ametugojea, anaitwa wa Madheri. Najua yuko hapo tayari anatugojea. Thank you so much. Na hatuna muda mwingi, hivyo tusipoteze muda. We have only almost 36 minutes. 36 minutes ndio tuko nazo za hiyo maneno. 36 minutes tuzitumie vizuri. 36 minutes tuzitumie vizuri. And the countdown starts.